Kaniambia anaitwa Kizaudi yuko Tabora. Kasema yeye ni mstaafu. Kaanza kasema, mwanangu, mimi nina watoto 5 kwa mama mmoja, naishi na mama hao. Watoto niliwasomesha mpaka vyuo vikuu, wengine wamepata ajira, wengine hawajapata, lakini wanajitafuta huko mjini. Lakini hao watoto mimi siwaelewi kwa sababu hawawasiliani na mimi vizuri, hata fedha tu hawanitumii mimi. Hela yoyote ikifika hapa nyumbani basi inapitia mgongo wa mama hao, na mawasiliano mazuri wanafanya na mama hao kuliko mimi. Na wakati walitumia hela zangu niliuza mpaka ng'ombe zangu, sasa hivi hawanisamini. Nifanyaje mwanangu? Mzee wangu, pole sana. Kitu cha kwanza cha kukushauri, ongea vizuri na mama hao. Ongea vizuri yani na mke wako. Anaweza ndo aliwalisha sumu. Wenda anawalisha sumu kwamba wewe ni mbaya. Kitu cha pili, inawezekana wakati wa ujana wako ulipanda mbegu mbaya, ukuishi nao vizuri. Kwa wakati huu inatakiwa utengeneze, ukiri makosa yako wakati wa ujana wako, wakati wao wakiwa wadogo. Kitu kingine, muombe Mungu, waombe. Kuna vitu vingine sio vya roho ya kawaida. Kuna vitu vingine ni ibilisi tu wanaingilia katikati. Kwa hiyo uombe. Uombe na usijaribu kuwapa laana. Wasamee, waombe, watarudi. Kitu kingine kwa watoto, nataka niwashauri watoto kama atakuwa wanasikia, kwa sababu umetaja jina. Baba hata kama alikuwa ni mbaya kiasi gani, ni baba ndo alikuleta duniani. Na baraka zote huwa zinatoka kwa baba. Unaweza kawa leo uko vizuri, baba yako akifa, mambo yako yanaanza kwenda vibaya kwa sababu baba yako alikufa akiwa anasikitika. Kwa hata kama baba yako alikukosea, alifanya maajabu kiasi gani, msamehe tu na umjali kama baba yako. Baba ni baba. Hakuna baba mwingine. Utakuja kupata baba mwingine zaidi ya huyo. Akija kufa huyo mzee, uliza wenzako. Wanaamuaga kufanya vizuri kwenye makaburi. Wanajengea makaburi kwa gharama wakizani wanamfurahisha mzazi, wakati alivyokuwa yuko hai au kumjali. Mimi napita.